Habari na karibu kwenye Revealing Revelation, kituo cha unabii wa Biblia ambacho kinaingia moja kwa moja kwenye kiini cha mafumbo ya unabii. Jina langu ni Alan DeBray, na kama utapata kitu kutoka kwenye mafundisho yetu, kumbuka kupenda, kushiriki na kujiandikisha. Na usisahau, kwenye kisanduku cha maelezo chini ya kila video tuna viungo vya tafsiri za ziada za lugha 10 kwa kila video na kila kifupi, ili iwe rahisi kushiriki mafumbo haya ya unabii na familia na marafiki kote duniani. Tuna jambo jingine la kusisimua hapa leo. Katika YouTube iliyopita, kwenye kifupi cha mwisho nilichofanya, tulizungumzia hili. Lakini sasa nataka kulizungumzia kwa undani zaidi, ili kukusaidia kweli kuelewa miaka ya mwisho wa siku kama ilivyofunuliwa katika kitabu cha Ufunuo. Kwenye Ufunuo tunaona kwamba kuna miezi 42, siku 1260 na wakati, nyakati na nusu ya wakati. Lakini tumekuwa tukiambiwa maisha yetu yote kwamba mwisho wa siku ni miaka 7 tu. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba wamebidi kuchanganya miezi 42 na siku 1260 na kusema kwamba huo ni wakati mmoja, halafu wakaacha wakati, nyakati na nusu ya wakati kuwa tofauti. Na watu wengine wamepinga na kusema hapana, miezi 42 ni yenyewe peke yake, na siku 1260 zimeunganishwa kuwa sawa na wakati, nyakati na nusu ya wakati. Sasa kwa nini tumefundishwa hivi kizazi baada ya kizazi? Kwa sababu kila mtu ameamini kwamba mwisho wa siku ni miaka 7. Lakini nyote mnajua hapa, mmekuwa mkifuatilia tangu tulipoanzisha channel hii takriban miezi 2 iliyopita, au kama mmekuwa mkituangalia tangu zamani, huduma yetu kuu miaka 8 iliyopita. Katika Ministry Revealed mnajua kwamba ukweli wa mwisho wa siku ni miaka 14, na imefunuliwa katika Injili ya Mathayo, Marko, Luka, na mwishowe itatimia kama Luka, Marko, Mathayo. Ya Luka ni ile ya juu, takriban siku 50, halafu miaka 7 ya mihuri ya mafundisho ya Marko na Injili ya Marko, na kisha miaka 7 ya tarumbeta kwa mafundisho ya Mathayo na sehemu ya Mathayo. Lakini sote tumeambiwa kwamba mwisho wa siku ni miaka 7, kwa sababu kila mtu amefundishwa kutoka kwenye Injili ya Mathayo, na wamekusa picha kubwa zaidi. Kwa hiyo unapoyaona haya vipindi vitatu tofauti vya wakati, kwa nini? Kama Bwana alikusudia viwe sawa, kwa nini asingeyaita tu siku 1260, miezi 42 kama sehemu nyingine? Au kama wengine wanavyosema, kwa nini asiziite tu siku 1260, wakati na nyakati na nusu ya wakati, badala ya kuzigawanya katika vipindi vitatu vya wakati? Jibu ni kwa sababu hizi ni vipindi vitatu tofauti vya wakati vinavyofanya jumla ya miaka 10. Sasa kwa kuwa umeelewa miaka 14, si vigumu kujua jinsi miaka 10 itakavyokuwa mwishoni mwa siku. Sasa tunaona nyakati hizo. Ufunuo sura ya 13. Nakumbuka, angalia upande wa kulia kama nitasahau kutaja ni sura gani nipo, lakini katika Ufunuo sura ya 13 mstari wa 5 tunaona kwamba yule mnyama anapewa nguvu zake kwa sasa kwa miezi 42. Huu ndio wakati ambapo mnyama anakuwa na nguvu na mamlaka kama mpinga Kristo, yule mnyama wa siku za mwisho. Na wakati nabii wa uongo pia anajitokeza na kuambia watu wote wamsujudie, na huu ndio wakati wa chapa ya mnyama. Hilo halitokei mara moja mwanzoni mwa dhiki kuu. Kwa hiyo nitakuonyesha jinsi hii inavyogawanyika ili kuelewa jinsi hii miaka 10 kamili inavyotokea ndani ya ile 14. Hivyo basi, hapa kuna miezi yake 42. Halafu katika Ufunuo 12 kuanzia mstari wa 6 tunaona kwamba kuna kipindi cha siku 1260 ambapo huyu mwanamke ameandaliwa mahali pa kukaa. Ni nini kingine kitakachotokea katika hizi siku 1260? Katika Ufunuo sura ya 11 tunaona kwenye mstari wa 3 inasema, nami nitawapa nguvu mashahidi wangu 2, nao watatabiri kwa siku 1260. Kwa hiyo wakati hayo yanatokea kwa yule mwanamke katika mahali yalipoandaliwa, mashahidi hao wako hapa kwa siku 1260. Sasa mashahidi hao wanaonekana lini? Basi angalia yeye. Mstari wa 3 unazungumzia kukanyagwa chini kwa miezi 42. Hii miezi 42 ni ile ile miezi 42 ambapo yule mnyama ana mamlaka na nguvu ya chapa ya mnyama. Mashahidi 2 hawa haonekani hadi baada ya miezi 42, na wako hapa wakitabiri kwa siku 1260 baada ya hiyo miezi 42. Sasa kwa nini hii ni muhimu? Kwa sababu tukirudi kwenye Ufunuo sura ya 12 tunaona siku 1260 zikitajwa kwenye mstari wa 6. Halafu tunaona yule joka anatupwa chini duniani.
Kwa hivyo siku 1260 zitakapokwisha na mashahidi wawili watakapokwisha, shetani atatupwa chini. Na katika mstari wa 14 tunaambiwa kuhusu sehemu ya mwisho ya wakati. Wakati mwanamke amepewa mabawa ya tai mkubwa kuruka nyikani hadi mahali palipohifadhiwa. Mpaka nini? Kwa wakati na nyakati na nusu wakati. Nini? Koma na ni muhimu sana kwa sababu ni utengano, na kwa kuongezea, wakati unamaanisha mara moja zaidi, ikimaanisha mbili zaidi ya nusu wakati. Hiyo ni moja pamoja na mbili pamoja na nusu. Hiyo ni jumla ya miaka 3 hambusu. Wakati huu unafika lini? Baada ya siku 1260. Siku 1260 ni lini? Baada ya miezi 42. Kwa hivyo sasa swali ni, nyakati hizi zinaishia wapi? Sawa, nilifundisha katika mafundisho yaliyopita siri ya mnyama wa Ufunuo sura ya 17 mstari wa 8, mnyama aliyekuwako ambaye hayupo na atatoka katika shimo lisilo na mwisho. Alikuwa ni wakati alipokuwa na nguvu na mamlaka kwa miezi 42. Hayupo ni wakati anatiwa unajisi, anashindwa na Bwana kuelekea mwisho wa mihuri. Tunapoona mwishoni mwa muhuri wa 6, Bwana anakuja na yeye anaondoka, na kila mtu anaogopa. Huu ndio wakati Bwana anapomuua mnyama na pembe 10 zilizo pamoja nao, na hawatupwi katika ziwa la moto kwa wakati huu, wanatupwa shimoni. Na kisha nasema nini? Na kisha usema, na atapanda kutoka shimoni lisilo na mwisho na kwenda kwenye uharibifu. Wa Esen ni nguvu yake kwa miezi 42 katika nusu ya pili ya mihuri. Ni wakati hayupo hapa. Na mashahidi wawili wanatoa unabii wao kwa siku 1260. Siku zao 1260 zitakapokwisha, mnyama huyo atatoka kwenye shimo lisilo na mwisho na kwenda kwenye uharibifu, na ni mwanzo wa wakati na nyakati na nusu wakati. Sasa utakumbuka katika kipande kingine ambacho nimefundisha kuhusu tofauti katika Injili, tunapoangalia hotuba ya Marko mstari wa 8. Hivyo sura ya 13 mstari wa 8 ndio mwanzo wa miaka 14 ambapo taifa linapigana na taifa, ufalme dhidi ya ufalme. Kipindi hiki cha muda ni kipi? Ni vita vya 3 vya dunia. Hivyo takriban nusu ya kwanza ya mihuri, miaka 7, ni wakati wa vita vya 3 vya dunia. Na utaona hakuna kutajwa kwa Kristo wa uongo au manabii wa uongo. Na kisha ghafla katika mstari wa 14 tunaona chukizo la uharibifu limesimama mahali ambapo halipaswi, na katika makubaliano ya Strong inamaanisha pia mahali ambapo hapapaswi. Huu ni Ufunuo 13, wakati mnyama anapopata nguvu zake kwa miezi 42. Ni wakati wa alama ya mnyama, na inasema itakuwa wakati mbaya zaidi kuliko ilivyokuwa katika uumbaji wote hadi wakati huu. Na tazama, ni nani anayejitokeza sasa? Unaona kutajwa kwa Kristo wa uongo na manabii wa uongo. Katikati ya mihuri, sawa, karibu katikati ya miaka 7 ya kwanza. Hadi lini? Mpaka Bwana aje mwishoni mwa mihuri na kuua yule mnyama na pembe 10 zilizo pamoja naye. Lakini Kristo wa uongo, nabii wa uongo hauawiwi, bali nguvu na mamlaka yake zinachukuliwa. Tunasoma kuhusu hili katika Danieli sura ya 7. Sasa angalia hili. Sasa tunaelekea kwenye hotuba ya Mathayo. Hotuba ya Mathayo na katika nusu ya kwanza ya hotuba ya Mathayo sura ya 24 tunaona kutajwa kwa manabii wa uongo, lakini hakuna kutajwa kwa Kristo wa uongo. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na sasa hayupo. Unaona, lakini nabii wa uongo bado yuko hapa kwa sababu hajauawa. Na kisha nini kitatokea? Kisha tunafikia mstari wa 15 katika hotuba ya Mathayo, na tuna chukizo lingine la uharibifu. Linasema, simama mahali patakatifu, kwa sababu katika nusu ya kwanza ya tarumbeta, ambayo ni siku 1260, mashahidi wawili walipokuwa wakitabiri, jiji, mitaa na hekalu vilikuwa vikijengwa upya. Na kufikia katikati ya tarumbeta, siku 1260 zinapomalizika, wakati ambapo yule mnyama hayupo, hekalu sasa limejengwa. Na nini kinatokea wakati huo? Shetani anatupwa chini na shimo sasa linafunguliwa, na ni wakati wa wakati, nyakati na nusu ya wakati. Sasa angalia kinachotokea katika hotuba ya Mathayo. Tukifika kwenye mstari wa 24 wa Mathayo 24, Kristo wa uongo na manabii wa uongo sasa wote wamerudi tena kwenye ulingo. Kwa nini? Kwa sababu chukizo la uharibifu linawakilisha wakati wa katikati ya tarumbeta,
ambapo shetani anatupa chini na shimo linafunguliwa. Na sasa Kristo wa uongo, mpinga Kristo, yule mnyama amerudi tena. Unaona, hii ndiyo ufunuo wa aliyekuwepo, ambaye hayupo na atakayepanda kutoka kwenye shimo lisilo na mwisho. Lakini miezi 42 haianzi miaka 14. Inaanza na vita vya kidunia vya tatu. Kisha mnyama hupata nguvu zake kwa miezi 42, na kisha unapata siku 1260 za S. Sio sawa. Mji, mitaa na hekalu vinajengwa upya, na mashahidi wawili wapo hapo hadi ushuhuda wao utakapokamilika. Na kisha katikati ya tarumbeta mnyama anatoka shimoni. Wakati huo, nyakati za mwisho na nusu wakati, unakumbuka kinachotokea wakati siku 1260 zinapokamilika katika Ufunuo sura ya 12. Mimi shetani sasa nimetupwa nje. Shetani sasa ametupwa duniani. Anajua ana muda mfupi tu, na ni wakati na nyakati na nusu ya wakati. Hicho ni kipindi sawa na Ufunuo 9. Katika tarumbeta ya 5, ambayo ni ole wa kwanza, ufunguo wa shimo lisilo na mwisho unatolewa na shimo linafunguliwa. Ni sawa tunaposoma katika Ufunuo sura ya 11. Inasema kwamba mashahidi wawili walikuwa na tabiri kwa siku 1260, na unabii wao ulipomalizika, tunafika kwenye mstari wa 7, na inasema walipomaliza ushuhuda wao, mnyama atakayepanda kutoka shimoni lisilo na mwisho, yani baada ya siku 1260, atapigana nao, atawashinda na kuwaua. Vita hii itadumu kwa muda gani? Je, itadumu miaka 3.5 ya mwisho ya wakati na nyakati katika nusu ya wakati? Hapana, Danieli sura ya 12 mstari wa 7 inasema, Bwana ataendelea hivi kwa muda gani? Muda gani kabla ya haya yote kutimizwa na kukamilika? Naye akamwambia kwamba itakuwa kwa wakati wa nyakati na nusu. Unaona, hakuna na kati ya wakati na nyakati. Kwa nini? Kwa sababu hii ina maana ya mwaka 1, 2.5, 2.5 ya miaka 3.5 ya mwisho. Kwa hivyo shetani, mnyama na nabii wa uongo watakuwa na miaka 2.5 ya miaka 3.5 ya mwisho ya dhiki. Kwa nini hii? Kwa sababu katika mafundisho ya Mathayo tunaambiwa kwamba wakati wa kuja kwake itakuwa kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu. Na siku za Nuhu, ndugu na dada, zilianza mwezi wa pili siku ya 17 na ziliisha mwezi wa pili siku ya 27, mwaka mmoja na siku 10 kwa jumla. Kwa nini hilo ni kweli? Kwa sababu mwaka huo wa mwisho na siku 10 ambazo Bwana atakuwa hapa akiharibu, kisha hatimaye mnyama na nabii wa uongo na kuwatupa katika ziwa la moto na kumfunga shetani kwa miaka 1000 na kuangamiza maadui wote wa Israeli na wa Bwana. Hiyo itachukua mwaka mmoja na siku 10. Kwa nini? Kwa sababu Walawi 25 inasema kwamba baada ya miaka 49 na mwaka wa 14 wa dhiki, ndugu na dada, ni mwaka wa 49. Mwaka wa mwisho wa mara 77, na ni mwaka wa 49 pekee ambao unaongeza mwaka mmoja na siku 10. Kwa sababu hiyo itakuwa sababu ya kupigwa kwa tarumbeta ya kutangazwa kwa yubilei. Unaona, ndugu na dada, mwisho wa siku miaka 14 inaanza na vita kuu ya 3 ya dunia. Kisha katikati ya mihuri ni miezi 42 ya mnyama hadi ya uwawe karibu na mwisho wa mihuri. Kisha ni siku 1260 za mashahidi wawili za ujenzi upya wa hekalu hadi shetani atupo chini, shimo lifunguliwe na yule mnyama arudi. Na kuna wakati, nyakati na nusu wakati ambapo maadui wana miaka 2.5 kufanya vita dhidi ya mashahidi wawili hadi Bwana arudi. Kisha miguu chini kwenye mlima wa Mizeituni kwa mwaka wa mwisho na siku 10, mwaka wa 49 hadi yubilei. Naomba hii kubariki. Mungu akubariki. Kwa heri kwa sasa.